Nikukaribisha tena mtazamaji na msikilizaji wa makala ya Jicho la Siasa. Hii ni podcast ambayo inachambua masuala mbalimbali ya siasa za ulimwengu. Mimi ni Samson Bahati. Na leo tunaendelea pale tulipoishia kwenye makala iliyopita. Tulikuwa tunatazama wasaliti ambao wanasababisha viongozi kukamatwa na wengine kuuawa kabisa. Na leo tutakwenda kutazama watu ambao walimkamatisha Nicolas Maduro. Tunafahamu ya kwamba Maduro alikamatwa na taifa la Marekani kwenye nchi yake mwenyewe mwaka huu. Ni taarifa ambayo ilishtua ulimwengu zaidi, ikiwa Marekani inakwenda kumchukua mtu kwenye nchi yake mwenyewe na kwenda kumfungulia kesi kwenye taifa lake la Marekani. Lakini nikikwambia kwamba kuna mtu ambaye alivujisha siri za maisha ya Maduro na ambaye alipelekea mpaka Marekani wakafahamu kila kitu kuhusiana na kile ambacho Maduro anakifanya mpaka kukamatwa kwake, unaweza usiamini. Ni mtu wake wa karibu zaidi. Marekani walikuwa wanaelewa kila kitu ambacho Maduro anakifanya, kila hatua ambayo anaipiga na kila kitu ambacho anakifanya Nicolas Maduro. Ikiwa unataka kujua jinsi mtu anavyokamatwa, unaweza angalia silaha, unaweza kuangalia nguvu ya jeshi, unaweza kuangalia akili ya mbinu. Lakini ikiwa unataka kujua jinsi kiongozi mkubwa anavyoanguka haraka na kwa upole usio wa kawaida, jiulize swali moja tu: ni nani miongoni mwa washauri wake aliyefungua mlango wa nyuma? Hadithi ya Nicolas Maduro wa Venezuela ni hadithi ya kisasa kabisa iliyofanyika mbele ya macho yetu, na sentensi moja wanasiasa wa Colombia inafupisha kila kitu: hawakumtoa bali walimkabidhi. Yaani manake hawakumkamata bali walikwenda kumnyakua. Unajua maana ya neno kunyakuliwa? Kunyakuliwa ni kuchukuliwa kama ulikuwa umehifadhiwa sehemu fulani. Karibu na hadithi ya rubani, hadithi ya makamu wa rais na hadithi ya mfumo uliomezwa na CIA tangu ndani. Nicolas Moros Maduro, mtu ambaye wengi walisema hakustahili nafasi aliyoipata kuwa rais wa Venezuela. Alikuwa dereva wa basi la mji, hakuwa msomi mkubwa wala hakuwa mwanajeshi, hakuwa mwanasiasa wa asili, lakini alikuwa mwaminifu wa Hugo Chavez, kiongozi mkubwa wa Venezuela aliyefariki mwaka 2013. Chavez alimchagua Maduro kama mrithi wake kabla ya kufariki, na Maduro alichukua mamlaka akiendesha Venezuela kwa mkono wa chuma kama mwalimu wake. Alinusurika mapinduzi ya mwaka 2019 aliyosababishiwa na Marekani. Alinusurika vikwazo vya kiuchumi vilivyofanya Venezuela kwa maskini. Alinusurika maudhui ya drone ya mwaka 2018 aliyosema ilikuwa jaribio la mauaji, lakini nguvu yake imekuwa ikianguka. Uchumi wa Venezuela uliporomoka, watu milioni 7 walikimbia nchi yao wenyewe. Uchaguzi wa mwaka 2024 uliodaiwa kwamba uliwashinda ulikanushwa na dunia nzima, hata na nchi za jirani. Marekani ilimwekea zawadi ya dola milioni 15 kichwani, baadaye ikiinua hadi milioni 25. Kabla ya kutekwa kwake, Marekani ilikuwa imejaribu njia nyingine, njia ya asili kabisa. Aprili 24 ya mwaka 2024, mtu fulani bila jina alifika kwenye ubalozi wa Marekani nchini Dominican Republic. Alitoa taarifa za ajabu, ambaye alisema anajua habari za ndege za rais wa Venezuela. Wakala wa idara ya usalama wa kitaifa DHS, Edwin Lopez, alichukua faili hili, akagundua kwamba ndege 2 za Maduro zilikuwa nchini Dominican Republic. Akafuatilia, akagundua rubani mkuu wa Maduro, Jenerali Bitna Villegas, alikuwa miongoni mwa marubani waliokuwa na ndege hizo. Lopez alikaa pembeni ya Villegas kwa saa moja kwenye hangar ya uwanja wa ndege. Alimweleza kwa upole yeye na serikali ya Marekani wanajua kila kitu kuhusu safari za Maduro, na wanaombi moja rais, rubani akubali kupoteza njia ya ndege ya Maduro kwenda mahali ambapo Wamarekani wangemkamata. Vipi kuhusu malipo? Ni utajiri mkubwa, upendo wa watu wa Venezuela, nafasi ya kuitwa shujaa wa taifa lake. Villegas alisikiliza na akatoka bila jibu, lakini alimpa Lopez nambari yake ya simu, ishara kidogo labda alikuwa ameunganishwa.
Kwa miezi 16 iliyofuata, Lopez alimpigia simu Villegas mara kwa mara kupitia programu ya mawasiliano ya siri. Alijaribu kumshawishi, akamwambia wakati wake wa kuwa shujaa ulikuwa bado upo, lakini Villegas, rubani mkongwe mwenye uaminifu wa kijeshi uliozidi, alikataa mwisho wote. Mpango huu wa rubani ulishindwa, lakini uliofanikiwa ni mwingine kabisa, uliokuwa ukiendelea kwa wakati mmoja, wa kina zaidi, wa karibu zaidi. Kuanzia Agosti ya mwaka 2025, CIA ilikuwa na timu ndogo ya watu waliowekwa Venezuela. Timu hii haikuwa inajaribu kupiga, ilikuwa inafuatilia maisha ya Maduro, njia zake, masaa yake, watu waliomzunguka, nani alikuja na nani aliondoka. Kila kitu kilirekodiwa. Ujasusi huu wa ndani unaojulikana kwa lugha ya kiujasusi kama human intelligence, ndio uliofanya operesheni ya mwisho iwe rahisi sana kushangaza. Helikopta za Marekani zilizoingia Venezuela zilikuwa zinajua hasa wapi zinakwenda. Ziliingia usiku chini ya urefu wa futi 100 ili kuepuka rada. Hazikupigwa risasi na mfumo wowote wa ulinzi wa Venezuela. Swali kubwa, kwa nini Venezuela ina makombora? Venezuela ina jeshi. Kwa nini silaha hizi hazikufanya kazi usiku huo? Francisco Santos Calderon, makamu wa rais wa zamani wa Colombia, alijibu swali hilo bila kusita. Nina uhakika kabisa kwamba naibu mkuu wa Maduro alimkabidhi bila kupigana. Hawakumtoa bali walimkabidhi. Jina linalonong'onezwa zaidi katika mazungumzo ya wachambuzi wa Venezuela ni hilo: Delcy Rodriguez, naibu wa rais wa Maduro. Dada yake Jorge Rodriguez ni rais wa bunge, pamoja wanaitwa familia Rodriguez. Nguvu ya pili kubwa Venezuela baada ya Maduro mwenyewe. Kwa miaka kadhaa, Delcy alikuwa akifanya mazungumzo ya siri kupitia wasuluhishi wa Qatar na vikosi vya Marekani. Miami Herald iliripoti Oktoba 2025 kwamba Delcy alikuwa akijitokeza kama mbadala unaokubalika zaidi wa Maduro kwa Marekani. Hakupinga mwajili wake hadharani, lakini kwa nyuma alikuwa akijiweka kama mrithi anayeweza kufanya kazi na Washington. Siku za kutekwa kwa Maduro, Delcy alitoa taarifa ya haraka mtandaoni akiomba ushahidi wa kwamba Maduro yuko hai, lakini wengine walisema taarifa hiyo ilikuwa ya mchezo wa kuigiza, mtu anayejua kila kitu akionyesha kwamba hajui chochote. Maduro na mkewe Celia Flores walikamatwa na waliletwa Marekani kwenye meli ya kivita USS Iwo Jima. Wanaelekea kusikilizwa kesi ya makosa ya dawa za kulevya na ugaidi, kesi kubwa kabisa ya aina hiyo katika historia ya Marekani dhidi ya kiongozi wa nchi ya Venezuela. Venezuela leo iko katika hali ya kutojua. Delcy Rodriguez ndiye aliyeitwa mkuu wa nchi rasmi, lakini nguvu ya kweli iko mikononi mwa watu wengi tofauti, kila mmoja akijaribu kunyakua ngazi hiyo. CIA bado inasema mfumo mpya wa serikali unaoweza kufanya kazi na Marekani unaweza kuwekwa. Rubani Villegas, yule aliyekataa kuwa msaliti, alionekana tena hadharani akithibitisha uaminifu wake kwa Venezuela. Bali ulimwengu wake umebadilika kabisa. Serikali aliyoiamini imeanguka. Edwin Lopez, wakala wa DHS aliyejaribu kumpa Maduro miezi 16 kupitia rubani, alipata mapumziko kidogo. Operation aliyoianzisha, ingawa haikufanikiwa kwa njia aliyoipanga, labda alifungua mlango wa njia nyingine wa kukamatwa kwa Maduro. Mtazamaji na msikilizaji wa Jicho la Siasa, makala hii ya siku ya leo inaishia hapa. Tumetazama namna ambavyo Nicolas Maduro alinyakuliwa kwenye nchi yake mwenyewe, lakini kulikuwa kuna siri ya kukamatwa kwake. Ni mtu wake wa karibu zaidi ndiye ambaye alimkabidhisha kwa taifa la Marekani, na mpaka sasa tunavyozungumza Nicolas Maduro yupo amefungwa kwenye taifa la Marekani. Usikose kutazama sehemu inayofuata ya makala ya Jicho la Siasa. Tutakwenda kutazama kiongozi mwingine ambaye aliuawa au kutekwa, lakini nyuma yake kuna mtu ambaye anahusika kwa 100%, au tunasema ndiye msaliti mkuu aliyepelekea kukamatwa
au kuuawa kwa kiongozi huyo. Tutakuja kumtazama Muammar Gaddafi, mwamba wa Libya. Kama unaamini kwamba Muammar Gaddafi alikufa kwa bahati mbaya au aliuawa kwa bahati mbaya, basi makala inayofuata itakuja kuchambua zaidi ni nani ambaye alihusika kwenye kifo cha Muammar Gaddafi. Mimi ni Samson Bahati. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye channel hii ya Jicho la Siasa. Uwe na wakati mwema.